barayisoma nabo barayisoma basokuru barayisoma ego data mama barayisoma ego kubakera bakiri bato cyane data mama barayisoma ego kubakera bakiri bato cyane ego ndayisoma nawe urayisoma nabo barayisoma natwe turayisoma ego ndayisoma
hapa. Mimi ako Samy wenu na baki mwenyewe. Jamani, nitaka kusema neno. Ninajua vizuri sina nguvu za kuongea. Sikilizeni. Sina nguvu za kuongea. Ako Samy anabaki mwenyewe na mimi ako Samy. Nabaki mwenyewe. Lakini kitu moja naweza nikasema. Kitu moja nitaka kusema. Nisikia Abasi mwanangu, nisikia Abasi. Wewe kijana mkubwa nabakia naye Abasi nabakia na wewe. Grace yuko wapi? Grace mwanangu. Grace anabaki na wewe. Grace wangu, Grace. Alafu Sandra yuko wapi? Sandra. Njoo mwanangu Sandra. Ako Samy iko na wewe. Ako Samy. Loi. Naomba leteni Loi. Loi kwa wapi Loi? Jamani, nitaka kusema nyinyi ndio watoto nabaki nao. Mkubwa wangu ameniachia kwa kweli duniani. Mwili majivu. Mwili ni uvumbi. Umunyota. Umubiri ni umunyota. Kuishi umubiri nta kintu. Mwili ni uvumbi kabisa. Mwili majivu. Kweli hakipo kile ambacho kitakuishi milele, hakipo. Kila mwili utadondoka na kuanguka. Ewe Mhanda, umewameza wengi, umedilisha wengi. Haya basi, hicho na mwanzo kina mwisho. Haya, jamani twende. Ushinga ntari inarume y'ibibondo mwarayimubonye yuko duherutse mu kibazo gikomeye cyane. Twaraye duciye ku mazi ku muvyeyi w'ibibondo twabuze dutanga. Rero nk'umuryango dutegerezwa kuba turi hafi y'ibibondo kugira ngo abana ntibicwe
nini ulichokuwa. Kama nitakusaidia, tutajitahidi tuangalie kwamba jinsi tunaweza tukawasaidia. Mjikaze. Tunajua kwamba kuna watoto ambao walikuwa hawajamaliza masomo. Hayo yote tunapaswa kuyashika mikononi. Birabaje nivyo ariko nta kundi. Ni kweli jana tumenao maji. Yaani kuna ingine njia tena ndefu tunapaswa kuendelea mpaka tumalizie. Yaani tunakaa kwa maneno mengine ni kazi ndefu, tuna kazi nyingine. Yaani tunapaswa kutimiza. Ni kweli. Rero kumugira ikibazo turi kumwe namwe. Kitu kingine mnaona kwamba mjomba wenu yuko hapa, naye atamka sasa hivi anayasikia, na na imani kwamba tutashikamana ili tuangalie jinsi tunaweza tukasaidia familia tukiwa pamoja. Ni majivu ndivyo. Na tuwezi tukabadilisha kitu. Sisi sote tunaviona hivyo. Sisi ni binadamu, tunaviona hivyo. Tegerezo kubifata uko nakundi. Niko bimeze. Ako Samy, muvyumve. Nawe urabibona. Abantu baba baracyari bato. Tegerezo ku ego. Tubabe hafi, dufashanye. Urugendo ni rurerure, inzira ni ndende tutaraheza. Bamwe bari bakiri bato, abakibandanya amashuri nkuko nabivuze. Hanyuma turabe yuko ejo canke ejo ko abana bashobora kugira ico bavuyemo. Hanyuma ibisigaye turi kumwe namwe. Ego murakoze cyane. I will give you whatever I want to do. Lakini sasa Uncle Samy ataitia uoga sana. Asitie uoga be Uncle Samy. Acha. Sina nipenda. Sio kusaa uoga. Kwa sababu mtoto kwa mzazi wake, lazima mzazi awe mkali kwa mashauri. Kwa nini? Ndio maana mimi na uoga. Hata kama be. Lakini njoo kama mimi nakupenda, tena naona nipenda pia. Vya Uncle Samy tutajua kisi tutakufanya. Mimi sipendi. Mimi ni zama. Loe mwanangu, mbalira. Jifashe gute kwa shule. Uncle, sina cheo, kuna Grace yatakapona cheo. Grace, nibiki vyabaye no munsi. Kwa nini amechelewa shule na wewe hapa lakini? Kwa juu usingizi umenibana, kwa kuna vitu niko napanga vya kazi. Samahani. Lakini lazima nikwambie muhimu sana kwa watu wenye kuzingatia yale mashauri wanayopatia. Shule ni kitu cha muhimu sana. Najua. Naomba sana tafadhali sana. Ingine siku tunasichelewa kwa sababu amechelewa kuacha. Umesikia vizuri? Sawa. Nani amekupiga naona? Siku nani? Mwalimu amekupiga? Sababu gani amekupiga? Nimechelewa. No, hairuhusi. Unajua vile mwalimu haruhusi kupiga mwanafunzi ingawaje umechelewa. Alafu una namba za shule na inahitaji kuongea na yule yule principal wala yule director mnamuita nani? Unahitaji kuongea naye kwa sababu mimi sitokubali hata siku moja mwalimu amekwenda shuleni, amepata diploma ili afundishe wanafunzi. Hakukwenda kule kufunzwa jinsi gani ya kupiga fimbo mtoto shuleni. Ikiwa kama kuna tatizo lolote lile, acha kaongee sisi wazazi. Tupo kwa sababu ya hicho kitu. Kwa sababu sikubali mwalimu apataka jiruhusu kwa kumpiga mtoto wangu fimbo. Hiyo sitokubali hata siku moja. Umenisikia? Kuna mengine? Alafu siku hizi unaona eka mwanangu. Sasa. Kuna nini tena? Lakini hapo.
nakupeleka nipeleke kwenye uzuri bichi sasa. Wewe na mambo yako ya uzuri bichi. Boy. Nipeleke. Nitakupeleka. Gracias, mtanikumbusha next weekend. Tazungumza na Auntie wenu, Auntie Mariam. Kwanza nitie Auntie Mariam. Nijue mipango ya next weekend kwa sababu wewe anataka kwenda bichi na najua ni lazima niongee na mke wangu, alafu nijue Auntie Mariam ana mipango gani kwa siku hii. Basi kanitie naye, sio? Kwa hiyo. Sawa. Hata sababu watu wengi wanaona kama wanapenda lakini hawafikishi yani. Mimi sasa hapa ukifungua moyo wangu ndani ni sana. Boy, mtoto wamebeka kweli. Mke wangu, bwana nilikuwa Umekuja? karibu. Sijakuona hata. Karibu. Nasikia nafurahi tunakuona. Karibu. Umeshindaje? Asante. Nimechoka. Alafu kuna kijoto hapa. Nimechoka baby. Nimekuwa na miss yani na kwa kuja na kitu nacho nijali mwanangu. Si ndio raha zote hizo. Ndio kazi yangu baby. Naambia sasa. Lazima ndio kazi napaswa. Alafu kazi imekwendaje leo? Salama. Mbona umechoka sana? Njoo tuende kwa kifua changu. Unajua ukifanya hivyo najisikia kweli kupumzika vizuri kweli. Alafu kuna nini niambie? Leo nimeshinda kwenye simu kwenye ofisi. So kulikuwa viongozi fulani ambao walipaswa kuja. Alafu tazama kwanza hakuna kitu. Mimi nafikiria no, si kweli ni joto bebe. Ni joto tu. Sawa, bibi sasa. Salama. Ila mimi nahitaji niingize sana kwa ajili ya wale watoto. Watoto gani tena? Si wale watoto hapa nyumbani bebe. Kulitokea jambo fulani? Hakuna, lakini wale watoto ndio wako ndani sifurahi kabisa. Bibi, lakini unajua yule mtoto wetu naye anapenda leo tumbebe beach, lakini wale watoto wengi wana tabia. Mimi sifurahi. Mke wangu. Unajua napenda sana. Unanipenda ndio. Lakini unajua kuna kitu kimoja huwa napenda sana. Yaani kupenda ni sana. Watoto, unajua tena Baby, unajua kama mimi nakuwa mvumilivu sana. Na pia tunaomba tunaongeza kidogo. Okay. Na watoto wanaomba uvumilivu fulani. Ndio, lakini unajua sisi tunaomba na tuwezi tukapendelea watoto wana tabia sio kwa nzuri. Watatucheka hata kanisani. Kaa kwenye magoti. Wewe ni pastor. Usikome kuomba. Kweli. Sio kuna kitu. Kaa kwa magoti, kumwambia Mungu kila kitu kitakuwa vizuri. Kwa hiyo watoto wetu wale, unajua tena. Kwanza kuna jambo fulani hata nilikuwa nimesabu tayari. Nani mwenyewe amekuwa hapa pamoja na Grass. Yaani kuna watu fulani wamekuwa wamenambia eti kwamba wanahitaji kwenda huko kwenye beach, ndio World Beach ama sijui. Uzuri beach amesema kuna uzuri beach. Kuna uzuri ni uzuri beach ama sijui wanahitaji uzuri beach. Nimefikiria na mimi. Ni hiyo sehemu. Unaona unapajua ndio uzuri kule wali uzuri kwa watoto kuwachukua kule ama unaonaje? Mimi napajua. Unapajua? Na uzuri pazuri. Ni okay sasa. Lakini sisi wazazi tusikose kwenda naye. Tutakwenda sisi wote. Unajua bibi tusikawaachilia wao wenyewe na siwezi kwenda mwenyewe bila wewe. Ninajua sana. Nasikia nafurahi sana. Nafurahi sana wakati acha nenda chumbani kwanza alafu kwa sababu nasikia alafu ninachoka leo. Leo utanikaga mwili nasikia nimechoka sana. Kweli? Yeah. Usiwe na shida, mimi si wako.
mwaka wose bukari katikoni mgato unaweza kukutana basi nafikiri na kuja tu bana maisha hizi siku ni maisha basa mafuta hata lakini mimi ninasikia unaona mazingira hii nchi yetu hivi Burundi hivi imejengwa vizuri, tuna mabarabara mazuri, tuna sehemu nzuri hivi Burundi tumejijenga kabisa. Sasa wewe mbona unazungumzia kwa nini unazungumzia kwa kweli msibana kifo cha yule baba basi acha kusema ule mzee acha kusema jamaa ama kweli dunia unajua dunia mtu kabisa ni Majivu ule baba kabisa alikuwa anajua ule baba alikuwa mtu ule baba kisema ni sawa ndio nani baba sana vipi hapo pole sana. Alafu wewe kijana unafanana na marehemu baba yako kabisa. Yaani nikikuona wewe na kuona photocopy baba yako. Yaani unajaa kama baba yako kabisa maskini. Ndugu yangu, pole sana. Pole sana. Tunaendelea kuishi hivyo na kuvumilia. Huwa dunia tunakufa sisi wote. Huwa unajikaza unajipa moyo. Yule ametutangulia na sisi tunafuata. Usikate tamaa. Lakini kijana, kuna jambo huwa wewe wala kuficha. Unajua kilichotokea kuhusu kifo cha baba yako? Sijaelewa. Kama unataka unielewe, ningekwambia katika kifo cha baba yako huwa kuna mkono katika familia yenu. Ndio. Na ukweli huo kama unataka kujua, katika familia yenu kuna mtu ambaye anaujua. Sana yule Uncle Samy. Ukimfuata utajua ukweli. Anashukuru kijana. Kuwa na akili. Wewe ni mwanaume, kuwa na akili na uone mbali. Na uwe makini sana, nimekwambia muikaze chini ule anko wako ule. Ule anko wako anaujua ukweli wote. Huwa ningependa kuambia kitu. Sio kila anayeanguka anaangusha. Nashukuru sana. Barikiwe. Wewe jua ukweli, ndio katika nani. Mama Bella. Halo Mama Bella. Salama, nzuri. Acha ndugu yangu. Yaani leo hapa nyumbani nimekasirika, unanisikia kisi ninavyoongea. Hao watoto wamenifanyia mambo Mama Bella wangu. Kila siku ninawaambia kulea watoto mayatima ni shida. Mimi nakwambia ni hatari. Wala sina hata neno la kuongea. Yaani nimekasirika ya ajabu. Enzi, kuna nini leo hapa? Uko simu? Karibu baby. Kila mtu na professional huko nini? Hapana, nilikuwa naongea na Mama Bella lakini leo nina hasira nyingi sana. Amefanya nini? Salamu kwanza mume wangu. Cha wanawake na mambo yake la nini? Salamu mke wangu, lakini wakati nafika nyumbani nasikia yani makali mengi, yani Mama Bella mnafaniki? Unatokea nini? Mama Bella hana shida. Lakini baby, wewe nimekwambiaga watoto wenyewe wako. Hapana, wale watoto ulikuwa unauliza. Wewe umeingia unasikia fujo. Sikiliza hiyo iko ndani. Masuala ya watoto wanakwenda kila siku. Baby, nenda balko uone mambo yako yanapatikana kule juu. Show nini? Wanakunywa bangi kule juu kuna muziki. Acha mambo yako wewe. Baby, kila siku ninapokuambia mimi hao watu tunasirika. Tuta bangi mbali. Unaongelea nini lakini? Yaani nina hasira kwa leo. Kuna nini? Niambie kuna. Nenda ukaone peke yako. Nasema hivi. Kuna nini? Nenda ukaone peke yako. Nenda ukaone baby wangu. Bwanangu, unajua nakupenda. Nenda peke yako ukaone. Okay. Mimi nachoka. Nenda ukaone. Nenda ukaone.
Kitu umeniletea hapa sasa, hivi unaona? Kuna nini Sandra? Sandra. Kwa nini unisaliti hivyo? Kwa nini unisaliti hivyo? Nialipia anko. Hapana. Anko nini nialipia? Hapana be. Anko Samy na nialipia. Anakuambia nini? Baby, chukua kwanza pombe, achana naye, tu enjoy. Oya, tia mziki kwanza, tupe mziki bwana. Tia mziki. Nzuri. Naishiwa. Pole. Pole sana. Pole sana, pole. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Yaani nauliza imekuwa ni night club ni nini? Unaniuliza ameshikwa na nini lakini? Ameshikwa na nini? Kila siku nakwambia watoto ni washindikana ya ajabu. Achana na watoto, tupie barabarani. Yaani wewe ndio wakulea yatima, mayatima yenyewe ameshindikana. Naomba tafadhali. Naomba kimya kidogo. Naomba kimya. Sikia vizuri sana. Music. Nisikie vizuri sana hapo kabisa. Kwa mapenzi yote niko na wewe. Unajua ninachokupenda. Unajua jinsi gani ninachokupenda. Kwa hayo mapenzi, kwa jina la hayo mapenzi, ninakusi mke wangu. Usirudilie tena neno kama hilo. Nini? Nakwambia hivi, usirudilie neno kama hilo. Sitoruhusu hata siku moja. Acha nikwambie. Mtoto wa yatima na asiyekuwa mtoto wa yatima wote wanabaki kuwa ni watoto. Sikatai. Na watoto wanaweza wakakosea, na kukosea kwao katika kupitia malezi inabidi waongozwe, lakini hawataadhibiwa kwa sababu tu ni yatima eti wafukuzwe barabarani. Usicho kitu nakuomba sana. Unajua ninavyokupenda mtu wangu, unajua tena unampenda Mungu, unajua naomba sintokuruhusu hicho kitu kitokea hata siku moja. Grace, kuna nini? Grace, tuna mazungumzo kidogo hapa. Kuna nini Grace? Niko nakuja kuomba msamaha. Kuna nini tena imetokea Grace? Kuna naomba fanya nini? No, Grace, njoo. Na unapiga magoti. Kuna nini? Ndio ndugu wangu anafanya kule.
Kuri ngaha wenyine turi kuryoherwa natwe ni biki? Umusore mwiza nkawe keye kuko twaje tuenjoy. Hivyo wewe una akili ya? Kuwa na adabu, jitambue kabisa. Chukua. Sikiza mtoto, sikiza mtoto. Staki. Nimechoshwa na watoto. Naomba niseme. Lakini hivi baby, unashtuka na kazi ya mtoto? Ni nini? Tabia zenu. Naomba niongee sasa. Naomba niongee. Grace, njoo mtoto. Kaa. Sikiza nikwambie Grace, sikiza. Naomba nisikilize kwa. Ni jambo la muhimu nitakwambia. Tokea leo ulifahamu. Makosa ya Sandra si makosa yako. Wewe utachukua mzigo wa Sandra. Unanisikia? Na kinyume ya hilo, hakuna mtoto nitakayefukuza barabarani. Nani? Hicho kitu nakikurudi. Nini? Hii neno haitawezekana ndani ya nyumba. Nimekuambia utachagua mawili. Au watoto au mimi mke wako. Nimechoka. Usiniguse mimi. Nimechoka. Turadusangire kararyoshe. N'umunsi mukuru wa sister wa kwe kudashaka kuryoherwa umwana mwiza nkawe. Ibiki? Kwekusha. Nyegera ndaguhesha. Umva. Mbeje uradafa. Hebu gacheze na wapumbafu wenzako. Sio mimi hapa. Ndiwe waitwa Amandi. Tudusangire. Basi ushobora kumbwira ikibazo ufise ngano kikurubura buke. Sikiliza. Na matatizo yangu binafsi. Hebu toka nje. Kuwa peke yangu. We. Sawa, hamna shida. Wewe ndio utanitafuta. Just needs mafiambos. Sasa nenda chumbani. Nitaongea na anti wako. Na fahamu kitu kimoja wajua. Anti wako anawapenda sana. Ninamjua. Hawajui. Lakini mimi nimechoka. Anawapenda. Unajua. Ni hasira tu ya mzazi kwa muda. Sawa. Kiwango cho kwanza. Mimi nimechoka baby. Wewe unasikia sana watoto kuliko mimi. Nisikize. Kumbuka watoto wana baba na mama. Lakini wapatie haki ya kuishi kama watoto wote. Hawa ni watoto wetu. Kumbuka chokitu. Na utakuwa unajivutia baraka za Mungu. Hiyo ni siri kubwa na kufanya. Please, nisikize.
Abasi. Kuna nini? Salama. Kuna jambo fulani? Hapana. Na unajua mara nyingi wanapenda ni kukaa mwenyewe hapa nikiliwaza tafakari maisha ya wanadamu hapa chini ya jua. Basi ndio hivyo. Unajua Samy, na kitu kinanikosesha amani ndani yangu. Niliogopa kuambia, ila ninaona tu sina budi paswa kuambia. Basi. Unajua anko, tangu baba afariki sijawa na amani ndani mwangu. Unajua na amani? Kuna mengi zaidi ya mengi nahitaji kujua juu ya baba. Samahani sana anko Samy, kama nitafanya kosa. Hujakosea bado, basi hujakosea. Mimi niko curious kujua unataka kuongea nini, kwa sababu sijakuelewa vizuri. Sijui, labda nitaelewa baadaye kidogo. Anko Samy, baba alifariki ghafla. Na ughafla wake ulinipatia mashaka mengi sana. Nahitaji kujua baba alikufa na nini anko Samy? Basi alafu unalia basi. Sasa naelewa uzito wa mambo ambao unayafikiria kweli. Tangu lini unaanza kufikiria hivyo basi? Anko Samy, una nini umesikia? Singekuwa na sababu ya kumwaga machozi yangu kwa kuwa nipo na wewe. Kwa siku ya leo imebidi yafike tu. Naishi bila furaha. Nakuelewa vizuri. Naishi kwa kuwaza sana. Natafakari sana anko Samy. Nakuelewa. Unajua maisha hapa chini ya jua kuna mengi sana yameumiza mwanadamu. Kuna mengi sana yamefanya mwanadamu kujuta na kulia. Na kifo ni moja ya vitu hivyo. Ninajua kwamba unampenda sana baba yako. Hata na mimi pia ninampenda sana. Tumekomaa naye bado tuko wadogo wachanga. Vijana wetu wote tulikuwa pamoja naye. Na wanapofikiria sana pia moyo kuchoma kabisa. Moyo unachoma sana. Lakini nimeweza kuyaelewa, ndio hivyo tu. Nimefikiria hata maneno mengi sana Mfalme Suleiman ameandika kwenye kitabu. Kuna kitu kipya hapa chini ya jua. Amesema tu kwamba kila kitu kilikuwepo. Ametafakari sana kwa sababu ya kifo. Ameongelea mambo mengi sana. Ameandika mengi ambapo hata ameswali umuhimu wa kuwa na hekima, kwa sababu amesema kila kitu ni ubatili, kila kitu ni upepo. Hata kifo kilikuwepo, kwa sababu amesema hakuna kitu kipya hapa chini ya jua. Lakini sijui kama nitaweza hata siku moja kumsabu baba yake. Sijui kama nitaweza kabisa. Moyo wangu kila leo unauma, kwa sababu baba yako alikuwa mtu wangu wa ndani. Nakumbuka mara nyingi alikuwa akija nyumbani, sababu alikuwa akipenda kutumia sana, yaani pombe ameipenda sana baba yako. Na walikuwa akikuja nyumbani akifurahi,
nilikuwa nikimzoea kumsikia kwa sauti hiyo. Mama wewe, hasira za nini mama, hasira za nini mama, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, nasema sina makosa. No. Ninapokumbuka hayo yote moyo wangu unalia sana, nilifanya kulia sana na kujuta. Unajua baba yako ni mtu amependa kupenda sana, amependa maisha sana, na huku madaktari wamemwambia sana kwa sababu ya afya yake. Alikuwa na magonjwa ya pressure, magonjwa ya moyo, diabetes. Sifikiri hata siku moja kama kuna mkono uko na damu. Baba yako amefariki kwa sababu Mungu ameamua hivyo, amepigwa na moyo siku hiyo. Inaitwa eti ni heart attack, waganga wameviona. Na usifikirie wale watu wanaongea mengi sana, anti zako sijui nini, watu wengi wanasema mengi. Hivyo ndio kila leo familia nyingi zimefanya vita, watu wamechukiana, watu wameuana, kwa sababu waasilia wa Afrika watu waamini kwamba mtu anakufa hivyo hivyo. Huwa tunataka kufikiria kila leo kuna kitu fulani nyuma ya kifo cha mtu, lakini baba yangu alikuwa Basi nimekwambia lakini. Wewe Brown. Sikia kusia kwa nini? Unajua nimekosea nini lakini? Unajua nina hasira kubwa sana. Yaani sasa unaweza kuumiza na kuongoa meno. Unajua hivyo. Kwa nini umechagua karibu maisha sana? Sijui kwa wasimu sana. Unajua saa hizi naweza nikakuumiza kabisa. Hiyo najua. Unajua hivyo. Lakini sio tabia. Ninaamini kwamba hasira haitaweza kutoa suluhisho. Lakini mimi na watu wanaweza kuzungumza saa hizi. Wewe unajifanya kama mwanaume. Mimi mwanaume kama mwanaume. Naweza nikazungumza na wewe. Unanisikia? Lakini nakwambia tokea leo mpaka urudi nyuma kabisa. Sitaki nikuone kabisa. Sitaki nikuone unaendelea na Sandra.
Unasikia? Ule ni nisi wangu, ule ni mtoto wangu, anahitaji kusoma. Hii simu hii na hata nikaiponda hapa mbele ya macho yako ukajionea mwenyewe. Alafu unacheka. Simu yangu natania na wewe. Simu yangu natania na wewe. Simu yangu. Wewe kijana. Wewe unanijua mimi ni nani? Mimi sina haja kuuliza wewe. Lakini nataka utumie akili. Ninataka niongee na wewe. Sikia nikwambie, acha tu wanaume. Acha tuzungumze pamoja kwa. Labda tutaelewana. Labda kila ambacho tunapitia kufanya kwa leo, uelewe matokeo yake, uelewe kesho mtoto maisha yako wake, uelewe wewe uko unafanya nini wewe. Kama una dhamiri, kama uko mtu mzima na dhamiri, utafikiria vizuri kwanza kitu gani unataka kufanya kwa yule msichana. Sikia nikwambie, Brown, unajua sana ni yatima wa baba na mama. Unajua kwa info, mimi najua. Unajua kwa tafsiri yake, mimi najua hiyo. Unajua bizima hiyo. Ulitawa kazoza kiyo. Sikia nikwambie sasa. Fikiria tunapendana. Mapenzi yasiyokuwa na busara, mapenzi yasiyokuwa na hekima, yasiyokuwa na mpango, mapenzi ya ubatili ni mapenzi ya kufa kabisa. Sababu gani? Wao wanasoma. Hawakusoma. Wala hujawahi kusoma. Ndio sababu umemharibia maisha yake. Nicho gituma wamusabye ko aheba mashure. Nicho gituma atanishaka kuja kuishuri. Ni kwa sababu umemharibia maisha, umetaka akuwe kama wewe hivyo. Akuwe kama wewe, mtu ambaye sio na akili. Kama ile siku umekuja kwangu umekuta bangi, mkifanya yani nyumba yangu mimi mkaifanya kuwa night club au sio? Sio ujinga ndio umeleta katika maisha yako. Sio nikwambia. If you really care, ikiwa kweli wewe unamjali kabisa. Inabidi mimi niongee na wewe. Kama unajisikia kabisa kuna dhamiri, you will pray, utamjali msichana na uache kumharibia maisha yake. Sasa tuulize kitu. Watu wengine. Bro, una muda wa kuteka walk na mimi. Tuna watu kutembea pamoja. Haina shida. Hata tuongea mambo. Sasa tuteke walk. Tuyazungumze. Ikiwa really una care, labda tunaweza kufikia matokeo mazuri. Unajua vizuri mtoto msichana ule hana baba, hana mama. Wazazi wake wamewaacha wakiwa watoto yatima, hawana uwezo, hawana lolote. Future yao, maisha yao ya kesho yategemea na shule. Na bidi yule mtoto arudi shuleni. Ikiwa really una care, ikiwa really unampenda, utamuonesha kwamba inambidi arudi shuleni. Utamuonesha kwamba maisha, mapenzi yasiyokuwa na mpango, yasiyokuwa na misingi, yasiyofikiria maisha ya kesho, haiko maisha, haiko mapenzi ya kweli. Ni mapenzi ambayo inawaharibia. Ikiwa really kuna mapenzi katikati yenu, ikiwa really there's a fire of love, ikiwa kuna mapenzi ya kweli kabisa ambao una kwa Sandra, ninataka kuamini utajali, ninataka kuamini na hata kupita miaka mingapi, hii mapenzi haiwezi kuzimika. Lakini kama ni mapenzi ya ubatili, ni lazima yatakufa. Ni lazima yatakufa. Hicho kitu nimekisema mara nyingi sana. Tazama ya maji. Ni maji ya kisiwa Tanganyika. Na wanasema kwamba mapenzi ya kweli, moto wa mapenzi ya kweli, hata bahari za haja, maji ya bahari haja, haiwezi kaizima. Hata ungechukua hii Tanganyika lake, ukachukua haya maji yote ukayamwagia kwenye moto wa mapenzi, kama ni mapenzi ya kweli, hayatazimika kama. Na ndio nakwambia vijana, ikiwa really mnapendana, ikiwa mapenzi yenu ni ya kweli, mapenzi yenu yatazimika. Lakini kwa leo hii, maisha ya kesho, future ina depend on today. Maisha ya kesho msingi wake ni leo. Ninaomba sana, ikiwa una care, utazungumza na Sandra ili Sandra aweze kuingia shuleni. Haitakuwa vigumu ikiwa moyo wako tu utataka, ikiwa wewe utajali, kwa sababu kwa msingi ni wewe kujali, ni wewe kucare, ni wewe kuona inahitajika umsaidie ule msichana. Kwa hiyo kabisa haina itasema hivi. Hata ninamani ni ile kama kwa sababu mimi mwenyewe nina ukweli. Sio kama mimi mimi nina ukweli. Tena kama mimi sikusoma, simtakii maisha mabaya. Acha niongee naye
kama atasikia, kama atasikia nitaona nyumbani kama atapamba. Nitajaribu. Yaani unamaanisha unakea? Kwa hiyo kabisa cha nini nifanyie? Unamjali sana. Tunakubaliana kumjali. Tunakubaliana kwamba utajaribu kuongea naye na kujaribu kubadilisha maisha yake arudi shuleni. Kwa siku ya leo leo. Asante sana. Samahani, nilikuwa mwingi wa hasira. Kama mzazi, kawaida ni mwingi wa hasira. Lakini pia nimetambua kwamba hasira ukaa kifuani cha mapumbavu. Sitabaki na hiyo hasira. Na ndio maana nimeamua kuongea na wewe. Kwa sababu najua kupitia mazungumzo tunaweza kupata suluhisho. Na asante kwa sababu umekubali kuongea naye. Sawa kijana? Mimi naendelea basi na nani? Sawa? Yes. Usijali. Simu ya kwako. Okay, sawa. Haya. Sawa. Kwitonze nyamunka iki kibazo sindakishimiye nakungene hasa afise obere mu by'ukuntu hari ubuzu burimo inkwavu iki sinahuye igituma nzanye mu kibanza nk'iki kuva tukagendana nawe mu bwa mbere unzanye ahantu hameze kuva je nawe twatanguye kugendanira be ubwa mbere unzanye ahantu nkaha wayi Samy, ndiza neza yuko ushaka byishimira ubone nk'ahantu hameze mu buzima bw'iwawe sibyo wabimenyereye, ariko biraza gushika Sandra nturi ubukwavu buri ngaha canke biri ngaha sinavye insiguro kandi insiguro ikomeye cyane. Isiguro imeze gute? Sinahura. Sandra, mimi sikusoma. Wewe mwenyewe unajua. Mimi na wazazi tena toa na yenyewe. Mimi sio yatima. Sandra, mimi wewe mwenyewe unajua. Mwanzo ulikuwa unasoma. Ukidhani na mimi ukaacha masomo. Sasa wala mmekaa kimya hivyo wanangu. Kwa na unaona ndio anasemania mwanzo. Naanza kumsia anasemania. Ya tayari unaanza kumisi sana. Anko. Naona misi. Naona misi anti Mariam. Hata kwa kweli hata mimi naweza kuambia ukweli sio siri tena. Tayari nimemisi kweli. Misi kweli. Wanapenda akiwa hapa kutuambia mastori zake za huko za biashara nini, lakini kwa muda unajua safari tena biashara imekuwa imepunguka kidogo, na najua mwenyewe muda fulani tunasema kazi hapa na tutaishi aje, na unajua maisha yako tena rahisi. Na kitu moja ninakwambia wanangu, wao mnajua kitu hichi sana, na waambieni kila leo. Sasa wewe ndio shule ni kitu cha muhimu sana. Inawabidi sana msome. Inawabidi sana msome. Unajua mdogo wenu ama mkubwa wako wewe leo darasa ni mtatiza sana. Kuna darasa naongelea nani? Sana. Naongelea sana. Sana amenipa tabu kweli. Pole.
maisha yetu. Akanielekea wapi Sandra? Sandra niambie, akanielekea wapi? Ujue tukipendana leo mbele utakuwa familia yetu. Mtoto utamwambia nini? Nitamwambia nini? Sandra nakupenda. Lakini naona kabisa maisha yako penye kanaelekea sio pazuri. Sandra nakuomba kwanza. Cha kwanza urudi kwa masomo. Sheri, nuriko avuga amajambo nkayo. Ninde yakubaze habaye iki? Sinahura. Hagize utangwa kutura mu magara mwizina. Nibyo mbunga cyumvise. Sandra. Why? Wahuye nangu Samy-well. Nisikutana naye. Lakini kwa nini sasa kuna nambia maneno? Baby, kumbuka umeniahidi nini wewe? Umeniambia kama wewe mwenyewe au kusoma. Mimi nikashimamisha shule kwa sababu yako. Penzi yako. Ninajua kama nakupenda sana. Tena sana. Zaidi ya sana. Kutoka ndani ya moyo wangu. Akishukuru ananiambia maneno babe. Sandra, najua kama unanipenda. Lakini kabisa naona maisha yako yanaelekea sio pazuri. Sandra, kama ikifika mimi kuacha, wewe unasoma. Utaenda kumwambia nini hapo Samy, Sandra? Maisha yako yanaelekea wapi Sandra? Sina hivyo. Nitaenda kujiua. Kama ingekuacha, ningeenda kupenda. Lakini Sandra, fikia kwanza familia yako. Ndio cha kwanza. Tena ndio cha muhimu sana. Mapenzi baadaye Sandra. Okoa kwanza maisha yako. Mimi Sandra, miaka imeshanipita. Siwezi kurudi kwa masomo. Lakini Sandra. Mimi na machoka kwa sababu yako. Basi nakuomba basi, nakuomba sana. Nataka nikupenda sana, tena sana. Sasa kama unanipenda sana, kwa nini umefanya hivi? Basi nzima basi kama Sikiza basi. Sikiza moyo wako. Fikiria ya kesho. Sitaki kubaki nasikia maneno. Hapana. Nitakuwa nani mimi? Kaishi aje bila wewe? Hapana. Kumbuka tulitoka wapi mimi na wewe? Baby, usikate tamaa. Niko na wewe, niko na kupenda, lakini mimi niko na kuonya. Rudi shuleni. Upande maisha. Sisi nikakuacha. Nitabaki na wewe. Baby, sielewi. Sijitambui baby. Nishakura kwa uzima bwawe. Nishakura kwa mami hivi. Hata katoto tuona. Ndagusaba. Unaho. Sheri. Tizama kule. Tizama ile bandera. Naona nini? Unaona kisi kinazunguka. Ndio kisi. Dunia. Acha nikupeleke basi nyumbani. Acha nikupeleke nyumbani. Nimeshiwa. Acha nikupeleke nyumbani. Wewe Mungu mwenyewe atende muujiza. Unakumbuka siku ile kisi amekuwa kama amevuta bangi alafu
amefanya nyumba itakuwa kama night club. Kweli imenitatiza, moyo umeuma, yani ameibisha familia. Sawa, yeye shapita. Sasa tutafanya nini? Unajua wanasema eti kosa si kosa, kurudilia kosa ni kosa. Najua. Sasa Sandra amearudilia mara ngapi? Anko. Amearudilia mara ngapi? Alafu unasema nikaa hivyo. Anko, si unajua kama nakupenda. Anko. Msamehe sana. Atarudia tena, atabadilika kabisa. Sivyo? Lakini akirudia utampiga fimbo. Unajua mimi sina leo ile mazoea ya kupiga mtoto fimbo. Na haitanifikia hata siku moja sitapiga mtoto fimbo. Nataka awe na akili na busara mwenyewe, aweze kutafakari mwenyewe. Akili za mtu zifanye kazi, umeshaona? Atabadilika. Aweze kuona kwamba anaumiza hii familia sana. Lakini licha hiyo tunampenda sana. Tunampenda sana na Mungu mwenyewe atatenda kazi yake ili aweze kubadilika na kurudia kwenye familia hii akiwa mwenye kutulia. Hasa ule kijana ule wangu amekuwa kama kilevya kwake. Simpendi hata mimi simpendi. Ili tu kumwogopa Mungu. Ule kijana kama leo hivi kama nimemuungua hata meno 2 3 ndio. Kwa kweli kabisa. Ninachekelea lakini kwa kweli kama jambo hili. Yaani alafu mtizame. Ni mweusi, mama ndevu hivi. Unatembea hivi? Siku moja mimi kwa kweli ninamkwa leo ninamuwinda. Na sio siri. Kwa kweli ninamuwinda. Ninamuwinda. Hata kaka yetu nabaki hapa na ikatu. Hakuna kingine nafanya. Mimi baba yake. Anko wake kabisa. Sio anko wa kuogota kuna kule. Sasa anko. Nimeshindwa. Sasa anko. Wewe vitu vyote hapa nyumbani ni wewe tu. Abasi mwanangu. Grace. Abasi mkuu wacu kandi turamukunda cyane. Igusina Grace. Hakuna biruko na Abasi ngene nabona ariko turamukunda sivyo. Tuzishaka umuryango wacu wononekana sivyo wako. Ibyo kamujya mwana wacu bwitonze afise. Usanga cyane umwana mwiza n'umwana ndamburuka. Ikindi naco byadushikiye umuryango wacu byaramubaje cyane kandi uko ndamubona hakomeza neza. Eko wako. Najua sisi wote tunaumia lakini unahitaji kumsogelea sana basi. Anko, ibyo twabyanze ariko ntiyakunda. Papa yadusigiye Abasi, ibyo akadusigira ubu. Abasi niwe nakwiye kutuba hafi na mukuru wacu. Inabidi ukubali kama Abasi na mtoto kama mimi. Na ninafikiria kwamba shule ilikuwa nimekuchagua kwake. Kazi kwa mimi nitabaki kama vile mzazi wangu. Naanza kutaka msibabu. Hata mimi pia namwisi. Alafu kuna watakieni wanangu. Nataka familia yetu tuko kitu kimoja. Tupendane sana. Tumuogope Mungu. Na tuwe watu wenyewe kusogeleana na kujuliana mizigo. Maisha leo. Unaona hiyo? Kuna nini? Hawa Samy. Sandra. Nini kimetokea? Ako. Wewe. Wewe unafanya. Sandra, nakuchukia. Jamani. Masuala ya familia. Mungu tunamuomba. Ako, wewe chanzo na mwisho. Mungu tunamuomba jamani. Ako. Unasababisha nini tena? Kuna nini imetokea nini? Sandra. Ako. Lakini Sandra, uko sawa kweli? Sandra, ninakuuliza, tazama kwanza. Ninakuuliza uko sawa? Hata kile cha baba kijaisha anko. Jamani. Tena na vingine vinatokea. Nini imetokea Sandra? Nauliza kuna nini imetokea? Nini? Sandra.
Nitazame macho, kuna nini? Umefikiwa na nini sana? Kuna nini? Anko, unanifanya kama ujui. Kuna nini sana? Unanifanya sana. Unataka nijue nini? Kumetokea nini sana? Jamani. Anko. Sijui imetokea. Mimi sijui. Na mjeni bwana, unanificha nini? Sijui anko, sinaona kama tukuta hapa. Grace, wewe unaambia vitu. Anko, mimi sijui, tangu asubuhi namuona sasa hivi. Mimi shasha bro. Nilikija mshikili. Final. Anko. Wewe ndo chanzo cha kushimamisha penzi langu. Kumetokea nini? Okay. Sikiza. Angalia vitu na vaa kwa nani? Angalia. Hey. Sikiza. Simama kidogo. Simama mwanangu. Simama, nahitaji kuzungumza na wewe. Nahitaji nizungumze na wewe. Unasikia? Kachi. Sandra. Unajua Uncle Samia nakupenda. Unajua Uncle Samia nakupenda. Ungekuwa unanipenda usingenifanyia hivi. Sikiza nikwambie. Jipatie kutulia moyo. Sikia mwanangu, sikia nikwambie. Hapana Uncle. Hapana. Niacha. Naomba mtokee nje. Naomba tokee nje. Nimeshaelewa kumetokea. Nipatie muda nizungumze. Msio na wasiwasi, itakuwa sawa. Sawa. Msio na wasiwasi. Wewe ni binti wangu na nampenda sana. Nampenda sana. Naelewa. Kijana, donda la mapenzi hilo linaitwa, na inabidi kumganga tu katika njia ya hekima. Oh mwanangu, nisikize. Unajua nampenda. Unajua nampenda. Unasikia? Nisikize mwanangu, unajua Uncle Samia anakupenda pia. Anakupenda kama vile baba yako alivyokupenda. Na unajua kupitia mimi kila leo mtamuhisi baba yenu, mtamuona baba yenu kwa sababu mimi nitabaki pale nafasi yake. Unanisikia Sandra, sikia nikwambie Sandra. Tazama nisiko msichana mzuri, mrembo. Tazama. Kwa nini unakubali uharibu maisha yako hivyo? Sandra, tazama vizuri. Tazama. Kwa nini unaruhusu maisha yako yakaribiki hivyo? Na hapo una uncle anayekujali, una big brother anayekujali, una big sister, young sister, wote wanakupenda, wote wanakupenda. Hakuna brownie yako tena sana. Najua kama mnanipenda, lakini na brownie kwa nampenda. Lakini leo nikwambia siri moja. Nikwambia siri moja. Siri moja ninakwambia hata utaongeza sababu. Siri gani yako? Utaniambia. Nifurahishe mimi wakati mpenzi wangu ameniacha. Siri gani yako? Najua siri hiyo yenyewe. Brown hajakuacha bado. Brown hajakuacha bado. Sasa nikwambie. Brown anataka tu urudi shuleni. Anataka maisha yako ya kesho bora zaidi. Mapenzi ya kesho
issue yanapendeza kwa watu. Kitu kizuri sana hicho. Yaani sisi wote tunakupenda. Yaani unajua Brown kwa saa hizi yuko pamoja na sisi. Hakuna nidanganya huko. Takudanganya yule mwanangu. Hakuna nidanganya. Nikwambie, anko wako hana na muda. Haina maana anko Samia kudanganya. Nisikize vizuri. Anko Samia, kwani nikirudi kwa masomo Brown atanirudilia. Rudi shuleni. Brown atanirudia kwa leo. Na mtapangia polepole maisha yenu ya kesho. Sisi nikwambia kitu kimoja. Kuna kitu kimoja yani busara na kujadiliana. Labda unahitaji kujua. Kwenye kuna moto wa mapenzi. Sehemu ya mapenzi ya waka moto. Wanasema hivi. Hata mito yote hata bahari zote wamwagilie maji haiwezi kaizima. Mapenzi yanabaki yale yale. Na wala hazimiki. Mtu mmoja utajua nini? Kama kweli unampenda Brown na kama Brown kweli anakupenda, mapenzi yenu yatadumu hata kupita miaka mingapi, kwa sababu itakuwa ni mpango wa Mungu. Acha tumpatie Mungu nafasi kwenye mapenzi yenu na kila kitu kitakuwa kizuri. Nafurahi sana anko. Karibu. Asante anko Samia. Nashukuru sana. Usijali mwanangu. Naomba unitie ndugu zangu niongee nao kwa sababu kumfanya vizuri. Kweli? Unajisikia huru kuongea nao? Wow. Abasi. Yaani Grace. Jamii naomba mje huku Grace, Abasi pamoja na nani? Loi. Nakuya. Loi uko wapi wewe? Niko hapa. Njoo huku. Abasi. Wakiwaita kwa nini mnakujaga kama nyama mpenzi? Eka hapo basi ndio kae. Wewe ningeshangaa kama hajakaa karibu yangu yani. Yaani Sandra anahitaji kuongea na nini? Na ataongea na nini? Karibu waambie. Kuna kitu nataka kuzungumza na wewe. Kitu gani? Najua nimefanya matendo mengi. Najua nimewafanyia vitu vingi sana. Lakini leo nimejirudia hivyo. Kuna habari nzuri. Jamani. Ni jambo la kushukuru Mungu sana. Mimi nakubali na namwamini kabisa. Kubali kama nimebadilika. Kweli. Bado anze mapati yako hapa nyumbani. Ufute masigara na pombe. Mimi na usiakumbusha. Sitaki. Grace, nakwambia hivi, sitaki tena yasikia mambo hapo. Umesikia? Unajua kisa umetukana kule juu. Nimeumia hatari. Kisha mlikuwa mnaniambia kama nimebadilika. Ya kale yote yamepita. Na sitaki tena kusikia tunaongea mambo yaliyopita zamani. Kwangu mimi ni furaha kubwa kuona mtoto amejirudi na anataka tena kuwa sawa pamoja na familia yake. Sijui kama unasikia vizuri. So mambo ya zamani sitaki kusikia. Mwanangu kaa. Kwanza na habari ya kuwaambia nitawajulisha. Mnajua kitu fulani? Acha kwanza wanisikilize hapo. Kwa kingaliki na asiana na mimi hapo. Nimekwisha. Mimi namjua Grace. Nimekwisha. Dada, umenisamehe. Najua Sanza kuwa kwenye maisha Kenge ana uwezo wa kuishi porini, ila hana uwezo wa kuishi baharini. Nilikusamehe kabla hujaniomba msamaha. Usijali. Asante kaka wangu. Nafurahi sana. Grace mkubwa wangu. Nadhani kama na umenisamehe. Nimekusamehe. Nafurahi. Mdogo wangu. Naomba usiwe na hasira na mimi mdogo wangu. Nimegeuka mimi. Sitarudia. Sana. Nakupenda sana. Unajua kama unanipenda mdogo wangu. Asante. Nafurahi kusikia hivyo na unajua habari hii.
Unajua siku nyingi nilikuwa sifanyi kazi tena. Usikize vizuri sana kwa saa hizi, na nimerudia kazini na nina kwenda kwenye mission ya kazi. Kesho nasafiri. Auntie Maria mashaida. Na hindi. Mimi najua ninawaamini sana, mnataka yenu mkubwa hapo. Abasi na Glasi, mta take care. Unashaelewa? Ninakwenda alafu unajua nitakaporudia nitawaletea chocolate, mtafurahi sana. Kwa sababu kesho ninakwenda nchi za Ulaya hapo za Scandinavia huko, na nitashinda kwenye airport. Alafu na habari nzuri. Unajua na habari nzuri kwako wewe? Bwana atakuwepo. Atakuwepo. Atakuwepo kwa leo. Nafurahi sana anko. Yaani kesho mjiandae, mtanishindikiza kwenye airport na nitaanza hiyo safari, sitakawia, alafu tena nitarudi. Lakini anko nasilika, unaniacha. Sijali. Anga narudia haraka sana kabisa tutakuwa anko, unanisema tena unafika naenda. Basi unakaa kimya hivyo basi. Unakuwa mwenye kimya sana mwanangu, Mwanangu sana. Hakuna ongea kidogo. Unakuwa mwenye kutafakari sana. Ndio kwenda hivyo. Wakati fulani ukusahau kidogo, umecheka, umefurahi. Kesha leo. Hapo hapo basi nasafiri kesho. Tutakuwa na siku nyingine hapo usiku. Ndio. Muda wa safari umeenea, ninakwenda tu kufanya kazi, alafu karibu narudia tena, au sio? Sandra, umemwona nimemleta Brown? Brown yuko hapo, umemwona? Sasa umejisikiaje sasa? Umeniahidi kurudi shuleni, sivyo? Nashukuru sana. Alafu tutaendelea kuwa keep in contact. Loi, unaona kama mwenye kuniambia
kipindi ambapo itakuwa siko nyumbani. Najua Auntie Mariam yuko Dubai, alafu safari yangu sitokawia kama vile nilivyowaambia. Nikimaliza mission ya kazi huko nitarudia tena. Grace, kumbuka sana kwa kumshauria Sandra. Ilikuwa furaha kubwa sana kuona Sandra amerudi nyumbani tena, ameamua kurudia shuleni alafu pia mchunge mdogo wenu Loi. Kumbuka nitakaporudi nitamwambia Loi na chocolate nitamletea kwa kweli. Turaisoma